uta download application ya Tony Gaming TZ. Kama tayari imeandika hii neno open, utai-open namna hiyo. Itafunguka kwenye ukurasa kama huu hapa. Utaenda sehemu iliyoandika Tanzania Game, sio bure. Utafungua hapo. Baada ya kufungua hapo, utashuka chini, utaenda kwenye Android Games. Kifunguka hapa, nenda ili tafuta ile game lenye picha hii. Hata kama itakuwa game lingine, lakini tafuta picha game hii TS2 Traffic Maleo. Utaigusa hapo. Baada ya kuifungua hapo, utaenda hapa download game baada ya kununua. Utajaza password hapo. Baada hapo, utaanza na hii sehemu ya kwanza iliyoandikwa download game. Utagusa. Ukifika hapo, utaminya kwenye hicho kimshale kilichoangalia chini. Baada hapo utagusa hapo kwa chini yake ilikuwa ndiko download anyway. Itaanza kudownload, utaminya neno detail. Utasubiri mpaka imalize. Mimi nisha download costa download. Kwa baada ya kufika hapo, utaminya hicho kiex. Baada hapo utaenda sehemu iliyoandika download zidiachiva. Utaminya hilo neno download zidiachiva hapo. Baada hapo utaminya neno generate link. Baada hapo utaminya neno download link. Baada hapo utaenda sehemu iliyoandika download. Ukikwamisha maji unarudi, unaminya tena hilo neno download. Itaanza kudownload, utaminya neno detail. Kisha maliza, utainstall. Maliza, utaminya neno done. Utaminya, utatoka kabisa ndani ya hii application. Tenda fungua sasa. Ujifungua application ya Zidiachiva. Hapa. Utaifungua. Baada ya kufungua kwenye Zidiachiva, nenda sehemu alikoandika download. Baada hapo utaliona ile game. Utagusa mara moja. Baada ya kugusa mara moja, utaenda option namba 3 imeandikwa exact 2. Utaminya hilo neno keep from turning off ili isizime simu. Baada ya kufunguka, utaona folder limefunguka la kwanza kabisa ambalo litatokea hiyo. Au hata kama itatokea lakini nitafute folder hilo. Baada hapo utalifungua hilo folder mara moja. Baada ya kulifungua mara moja, utafungua kitu cha kwanza kimeandikwa IPK. Utagusa mara moja, utaminya neno install option namba 1 kabisa. Baada hapo utakuleta sehemu kama utaminya install. Baada hapo utaminya neno done, usiopen, minya neno done. Baada hapo utaminya hichi hapa kidude hiki. Utaminya hapo, baada hapo utaopen OBB. Utagandamiza kwa nguvu. Baada ya kugandamiza kwa nguvu, utaenda option namba 5 kati. Baada ya kuminya neno kati, utaminya hilo neno hapo juu, hilo neno OBB, hilo linalo lionyesha hapo. Utagusa mara moja, utagusa mara moja. Utaenda option namba 1 kabisa imeandikwa device storage. Baada hapo utafungua sehemu alikoandika Android. Baada ya kufungua neno Android, baada hapo utafungua hii kidude cha 3 kimeandikwa OBB. Baada ya kuminya OBB, utaminya hapa kwenye kibox kinachokuzungushia. Utagusa mara moja. Baada hapo keep screen from turning off. Baada hapo utasubiri hilo game liweze kufanyaje, liweze kumaliza. Utasubiri tu kidogo hapo. Utasubiri kidogo. Hilo game likishaweza kumaliza hapo, utatoka, ndio utaenda kulifungua
game lako hili hapa. Sasa ikitokea umefungua ndani ya OBB mafaili yaonekani au nini, hawa yaonekani ifanye kitu gani, angalia video ambayo itafuatia hapa mbele baada hii hapa video, ili iweze kuonesha jinsi ya kuweza kusolve kila kitu kuhusiana na hizo issue. Kwa hapo naenda kuelekeza jinsi ya kusolve Android restriction. Kwa hapo utaangalia, ikikataa angalia step ya mbele. Video ina dakika 9, kwa hiyo unaona kama hapo nikifungua, umeona ninaposema ukiminya neno okay namna hiyo hapo, ukiminya okay pop inakuja hapo neno use this folder, ambapo hapo kinanili unaenda kwenye apps, walikoandika apps, kwenye apps au app yoyote unaenda kutafuta files, unaenda kutafuta files kama hivyo, hilo hapo files. Baada hapo unaenda kwenye vinukta vitatu kule kwa nani, umeona kwenye vinukta vitatu kule tunasema uninstall, tumia uninstall update, utaminya okay hapo, utaminya neno okay, ita uninstall namna hiyo hapo. Baada hapo ndo unachukua chochote kile, kama nikijaribia hicho hapo na kikopi kama hapo, umeona, takikopi kwanza hapo, afu takipeleka kwenye unaona kwenye Android, fungua hiyo data au BB yoyote ile, umeona imefunguka, ambacho kikopi kinakubali. Kwa hapo ndo namna rahisi sana ya kusolve. Ikikataa angalia step ambayo inafuatia hapo mbele, kama kwa njia hii ikikataa. I'm going to show you on how to fix the access deny in ZArchiver. Okay guys, naenda kuonyesha jinsi ya kusolve ile tatizo la access deny kwenye ZArchiver. Kwa cha kufanya, baada hapo download application ya Tony Gaming TZ Play Store au katika website ya Tony Gaming TZ. Link yao ipo kwenye comment hapo. Tufungua Tony Gaming TZ. Kwa baada hapo utafungua hiyo hapo, utafungua games program. Hapo tenda Android. Uenda game gani? Game live 12 hata. Baada hapo utashuka, utachagua, utachafuta hii hapa X file. Kufuatana na hapo, ukiona hujaiona unaweza kaisearch kwa pale juu X file. Kwa baada hapo utashuka, baada hapo uta click here to download. Tuelekeza ndo paka live 10. Wadogo tuma email kwa 417. Kwa baada hapo utaenda hapa generate link. Ndugu wangu, hamna kitu cha bure bwana. Kama huna hiyo 10,000 basi vitu vinatengenezwa kwa gharama kubwa ndugu wangu. Hiyo 10,000 yenyewe imekufanyia kama mdogo wangu. Kwa hiyo na 10,000 una mimi sina namna ya kusaidia. Baada hapo utamenya download. Na feedback unachojiuliza, umelipa chochote? Hapana. Kwa hiyo kila kitu ni hela. Kama game huwa ni free. Kwa baada hapo utamenya detail hapa. Kwa hapo labda ugaramie shilingi 10,000. Otherwise kunywa maji. Utasubiria download utainstall. Kunywa maji kala. Utatoka, utaenda katika ZArchiver. As you see, access deny. Okay, nitatoka afu nitaenda kuonesha jinsi ya kusolve ili hapa tatizo. Nitaenda kuinstall ile application. Umeona? Tatizo lipo hilo hapo, kiminya neno okay. Itakuja hilo neno access deny. Kwa hiyo utatoka, utarudi kwenda kuinstall ile application ya X file kule kwenye Chrome, utainstall. As you see, you install the application X file manager and you will open it. Talifungua hilo file.
After open the X-File manager, ipa access, near grant, allow access as you see here. Wait the X-File to load, and you go to the internal storage, and you go to the Android or BB or data. Click fix. Hit fix and you click OK. Wait. Utasubiri hapo ili iweze ku uninstall files na zikae sawa kama inapofanya loading hapo. Utaitia kidogo tu, utaweza kufanya loading hapo. Yapo after loading, and go to the Z Archiver. In the section of Android or data or whatever the case, you go to the Android or BB, you click OK, and use this folder, allow the access. Yeah, as you see, there will be, it's showing. Okay, thank you. Ni rahisi sana kuweza kulisolve hilo tatizo, ila utatumia kompyuta ili kuweza kuiweka hiyo data ili kurahisishia kazi. Utaextract data kawaida, afu baada hapo utaenda kuipestia hapo. Kwa hiyo hapo utaextract OB, au kama una OB utafanya hivyo. Kwa mfano mimi OB yangu, mimi hapa email yangu ni OB yangu hii ya OB, lakini itataka kuextract. Lakini kama wewe yako haitaki kuextract pia, kama ushai extract au unataka kuextract au urushiwa, unaweza ukafanya step hizi hapa. Kwa hiyo kama hapa utaikopi hiyo hapo OB, utachokifanya hiyo hapo OB utaikopi, lakini kwa kutumia kompyuta sio simu. Sasa hapo utaconnect na USB, kama kawaida. Kwa maana hiyo ukifungua PC yako hapo, utaenda kwenye kama kawaida hapo kwenye this PC. Ukiingia hapo kwenye this PC, au hata kama una PC unaweza kumuomba mtu mwenye PC au hata hapa wa library akakusaidia, kwa sababu ni issue ambayo ni kitendo cha kukopi tu. Kwa maana hiyo utaingia kwenye internal storage kama kawaida hapo. Ile data unaitafuta, kama mimi niliextract ilikuwa kwenye download ambao OBB yangu ambao kwenye kompyuta siku zote haiwezi zingua kufunguka, kwa sababu kompyuta yenyewe hizi kuzingua. Kwa maana hiyo ulisha extract. Kwa utachokifanya utaifungua kama hivi. Mimi hii hapa ndo ile pambo nili extract ambao ndo OBB yangu ambao kule niligoma kukopika. Nitaikopi kama hivi. Nitarudi hapa kwenye internal storage kama kawaida hapo. Utaenda sema alikuandika hapo Android hapo, utaenda kama kawaida. Kama mara kwanza ilikuwa imekataa kufunguka, lakini hapa nilipofungua hapa OBB yangu usimuona OBB hizo hapo zimefunguka. Kwa maana hiyo utaomba option hapo, utapestia kama hata kama data pia haija display kwenye PC yako, njia ni hiyo utaingia kwenye data kama hapo kwenye data. Kwa mimi kwangu kule data hazionekani, ila ukifungua hapa usimuona data zote hizi hapa. Kwa hiyo hata kama utafanya njia hiyo utaextract kawaida kwenye simu yako, utakuja kukopi, utakuja kupestia huku, data zote usiziona. Kwa hata mfano ile data ikataa, mimi ndo njia nazozitumia kufanya data hizi kukubali. Kwa thank you. Na hizi tatizo zinatokea sana kwenye hizi simu mpya.